kwanza ni mama Francis. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mama Francis nimekuja hapa siku moja nikaomba, hata nimekuja peke yangu, si mgeni tena hapo. Nimwambia tu ngoja niende kanisani. Nimekuja juzi Alhamisi, hali zangu si nzuri, ni mgonjwa. Sasa naambia wewe njoo nikupeleke hospitalini ukapimwe. Nikaja tu juzi nikapimwa. Sasa hali zangu bado sisikii vizuri, hata nikasema siwezi kushinda Jumapili tu nikashinda kulala kama yeye ni mgonjwa wa kufanya kwenu hiyo. Ngoja tu niende kanisani. Lakini mimi nilikuja hapa bila malengo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata mchungaji ubarikiwe kwa ule ujumbe uliotoa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua mimi ni mama Francis na Francis ndio mtoto wangu wa kwanza. Sasa unajua mtoto wangu wa kwanza ni kama ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu cha kushangaza yule mtoto wangu nimemzaa katika Yesu, yaani uzao wangu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa kana nikisikitisha Francis. Huyu Mungu ni kama yeye anampenda, lakini kila kitu kinamvuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Ainuke vizuri na wokovu, hata wewe mwenyewe kama unatembea unafurahia. Lakini badala tu ya kama mwaka mmoja hivi anarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sio kama si Kristo, lakini ni kama yeye ameshuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na saa hii bibi yake alionaye ni Muislamu. Mwenyewe ni Mkristo, bibi yake ni Muislamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema mimi naenda kanisani ili nikaliache hapo jambo hili. Atukuliwe mzigo wa kuombewa. Maana sisi katika familia yote watu wa Kristo. Sasa kama vile mtu akienuka kwa bibi ambaye si Mkristo na ukoo wao si Mkristo, sasa hapo ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Ninamdhamini sana yule mtoto wangu. Kwa sababu mwenyewe ni wa kwanza na ni kama ni mbuko, na kama huyu Yesu anampata vizuri, mimi mwenyewe huwa nafurahia sana. Lakini tu akimfuata tu kidogo anarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema ngoja naenda kanisani, nikamshtaki na watu wa Mungu, wamudai. Pia Mungu yeye mtamdai. Nataka awe pasta yule mtoto wangu. Malengo yangu asimame hapa madhabahu. Amshukuru watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama na Yesu na dada yangu naitwa Salome John, bwanangu alikufa, sasa mimi na hao watoto na pasta wangu anaitwa Grace Philip. Nyumbani ni huko sehemu za Lunga huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ule uchungu ulionao, uchungu ni huo tu. Ule mtoto wangu nataka asimame na Yesu. Na nataka mumudai watu wa kanisa hili, mumudai hata yule bibi yake naye awe Mkristo. Maana hataki kabisa wokovu, hataki kabisa tukitaja mambo hayo. Yote mwana anacheka lakini hataki. Na sasa kwa vile ni bibi yake huyu mwanangu, hawezi kukataa ya bibi yake. Sasa namuomba watu wa Mungu uchukue huo mzigo. Na mimi mwenyewe nitachukua huo mzigo. Nataka ule kwa mwanangu siku moja nimuone kwenye madhabahu anasimama anamshuhudia Yesu. Sasa majina yangu ni hayo, naitwa Salome John na niko hayo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Mimi ni mwenyeji, pengine ambaye alikuja juzi last week, pengine anafikiria mimi ni mgeni. Lakini ni mwenyeji, ni vile ni siku nyingi sijaweza kufika kanisani. Miezi iliyopita nilikuwa break kwa kazi, kakimbia nyumbani. Namshukuru huyu Mungu kwa kuwa amenitendea, amenilinda kutoka siku hizo zote. Nyumbani wote ni wazima, hata hilo kanisa la huko nyumbani pia tunaendelea vizuri, wote ni wazima. Nimekuwa ndani ya Yesu, ameniongoza katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vile tu nikirudi hivi sikuomba salamu kwa sababu niliitwa haraka. Hili ilikuwa kama tarehe 25. Kaambiwa kuja kazini, maana nilikuwa najua nitakuja tarehe 1. Pengine ningepata muda ningeomba salamu kwa wasalimia. Lakini bado niko ndani ya Yesu, ninamshukuru huyu Yesu kwa kuwa ananitendea. Ninashukuru sana nikiwa chini ya uvuli wake, kwa sababu neno linaniambia au linatuambia sote ya kwamba tufurahi katika Bwana. Na tutafurahi katika Bwana ikiwa tuko chini ya uvuli wake, tunamtukuza. Siku hizo zote amekuwa akinitendea, nami ninafurahi. Pengine wengine watasema huyo anafurahi kwani kila siku anakula vizuri, anakula sima na nyama, anakunywa chai ya maziwa. Hapana.
tunaambiwa tufurahi kwa kila kitu, kwa sababu wewe ulipokuwa bado haujaokoka ulikuwa giza, ulikuwa katika giza, ulikuwa katika dhambi, lakini punde ulipomgeukia Yesu uko katika mwangaza. Wewe ni mwana wa mwangaza. Kwa hivyo tufurahi kwa vile, kwa sababu ni wengi wanatamani kuwa katika hali ile wewe ulio, au kuwa mahali pale wewe uko, lakini hawana ufahamu. Lakini wewe ni mbarikiwa. Ndiposa ninafurahi kwa kila kitu. Yale yote ambayo tunapitia ni majaribu, na wewe ulitangaza vita na shetani ulipomkubali Yesu kuwa Mwokozi na kutawala maisha yako. Basi kwa hilo ya kuwa wewe uko katika mwangaza, ufurahi. Si kwamba ujikunje basi niko katika Yesu na huku sisi nilikula vigonya wali nini. Hapana, furahi kwa sababu wewe ni mwana wa mwangaza. Furahi kwa kila kitu. Ndipo sasa nasema nafurahi kwa sababu ananitendea mengi. Neno la leo pia ni neno langu. Kuna mambo mengi ambayo yanapambana na maisha yangu au na maisha ya familia yangu, lakini vile ninavyoona nikifaulu, nashangaa nimefaulu namna gani. Nikiwagusia tu watoto 3 katika secondary na mtoto mmoja university, kazi ni hiyo, mara kidogo unaambiwa nenda break, lakini vile wanavyoendelea ni miujiza ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nafurahi kwa sababu ananitendea kila uchao. Hata ameniamsha. Kuna mtu leo alilala jana na leo hajaamka, au ameamka akiwa ICU. Wewe utalia eti sina nguo nzuri ya kwenda kanisani. Mwenzako analia maana hata kutamka hawezi. Niko na kila sababu ya kumfurahia huyu Yesu. Niko na kila sababu ya kuliinua na kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Nina mengi ya kuongea, lakini kwa ajili ya wakati tulisifu jina la Yesu na mtukuze. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa mwema na mwaminifu ndani ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Ni siku njema ameipanga kwamba tukutane kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Niko mzima pamoja na jamii yangu, wazima kabisa. Bwana asifiwe. Na hilo ni jambo la kumshukuru Mungu, maana yeye ametupa uzima. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu pia kwa sababu ya neno ambalo limepita. Hakika ni neno la wakati. Bwana asifiwe. Kwamba Mungu ni mwaminifu, na kuna mambo mengi, kuna vita vingi amekuepusha wewe bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi sana kwamba Mordekai hakujua kwamba amepangiwa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakujua kwamba atanyongwa. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akapata kumwepusha. Kwa hivyo tunamwabudu Mungu mwaminifu, na hakika tushikilie pale. Wale ambao hawanijui, mimi ni Kristi. Bwanangu ni yule pale Joshua Munga. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ni ndani ya mwezi mmoja naona hatuja kwa pamoja, huwa nakaa kule kidogo. Barikiwe na watende mema. Bwana asifiwe. Majina ni Hagai na mbona juu. Kwa hapa siko mgonjwa kesho nilipotokea ile strike hivi. Tunakwenda kusherehekea hii sherehe ya damu ya Mungu nyuma. Sasa hizo kusoma baadaye kwa hiyo bidhaa vitu kadhaa kuachiliwa mpaka badano. Sasa hiyo badano sikio cha kwa lini kwa hiyo pamoja ni mpaka hiyo badano. Fanyika Tuesday usiku saa 3:50 dakika 50 kuachiliwa Wednesday asubuhi. Kwa hivyo naomba mniombee tuko training. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Na mchana wa leo namshukuru Mungu, ameniongoza, amekuwa mwema kwangu, amenilinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni muda tuseme kama mwezi mmoja hivi hatujakuwa pamoja. Nilikuwa nimeenda nyumbani kidogo. Sasa ilikuwa imesimama kidogo, inabidi niende nyumbani kidogo.
shughulika kidogo na mambo na shamba huko. Lakini nashukuru Mungu hata nikiwa huko amekuwa mwema kwangu, amekuwa kimbilio la maisha yangu. Amenilinda, amenihifadhi mimi pamoja na jamii. Sina mengi ni hayo, na Bwana awabariki. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Pokeeni salamu kutoka kwa Mama Esther. Amesalimu kanisa, akasema amewapeza, anatamani lakini Mungu atamtia nguvu. Anaendelea vizuri. Tunamshukuru Bwana. Naona baada ya wiki ijayo hiyo nyingine ataanza mazoezi. Naona kesho kufunguliwa, ataanza mazoezi ya fanyaga. Alafu tutamwamini Mungu na kumtukuza kwa hayo. Amebarikiwa. Praise God. Bwana asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo niwezesha kufika mahali hapa. Kwa muda mrefu sikuwa pamoja nanyi kwa shughuli za masomo. Pia sana watu wanahitajika kwenda shule. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuwapata kutoka katika hali ya uzima na ile ya tabasamu, na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Napenda kuwapa salamu kutoka kwa mke wangu na wapenda. Hata amefurahia kwa hali mmekuwa karibu na yeye. Amesikia ile joto. Bwana asifiwe. Amesikia joto lenu. Akaniambia ni wasalimu. Naendelea vizuri. Hata mimi pia nashukuru Mungu kwa umbali huu amemtendea. Maana saa hii anaweza kuketi, naweza kufunguka hapo kwa nyumba kidogo akifanya mazoezi. Mimi naona upenyo wapendwa. Amina. Kwa maana kabla ya hiyo kulikuwa na kipindi kingine kigumu kidogo ambaye karibu pesa nyingi, ilichukua pesa sana. Hapo nyuma ilichukua pesa kwa sababu vipimo vingi walikuwa wanatuandikia vipimo ya kuingia kwa public hospital hazifanyi, ama hivyo vipimo havifanywi hapo. Sasa vipimo vingi vilikuwa ni kwa private hospital, mara Kakani, mara wapi. Lakini nashukuru Mungu baadaye tumekuja tukakuwa na upendo. Kitu cha kushangaza, hiyo vipimo vyote ambavyo mara tulikuwa tukienda kwa private vina karibu pesa nyingi sana. Ni maana tu wanapokuandikia kipimo na wanahitaji matokeo yake, ni ufuatilie ufanye vile vipimo ndio majibu lete. Usipokuwa na hayo majibu hakuna hatua nyingine ya matibabu. Sasa ni kama ni ung'ang'ane, iwe ni kukopa, iwe ufanye nini, ufanye hiyo vipimo. Lakini kitu cha kushangaza, tukileta vipimo viko tu negative. Itabidi tena watuandikie kipimo kingine. Ukikuja kuuliza kwa public haifanyiki hiyo. Yafanyika kwa private na pesa ni nyingi. Aya, mnang'ang'ana kwa hali yote mnaenda kufanya hiyo vipimo. Ukirejesha viko negative. Sasa inabidi ni kama na hiyo hali inatulia kidogo, lakini baadaye tena mambo yanakuwa mbaya. Mpaka sasa kulingana na record tena wajaribu vipimo vingine. Lakini nashukuru Mungu baadaye tulikuja tukafanyiwa hii matibabu ya operation. Na tunatumai Mungu ataendelea kutupa nguvu, ataendelea kumjalia. Kitu nawaambia wapendwa, ni vema kumjua Mungu na ni vema kumuishia Mungu. Mara nyingi tunaegemea kwa Mungu. Bwana sifiwe. Amina. Waekemea tu kwa Mungu ili mambo yakiwa vipi utajwe pengine huko upande wa Mungu. Iko kama tulipokuwa wakati wa shuleni, kuna kitu ati Christian Union na kuna maunion mbalimbali ama dini mbalimbali, si ndio? Sasa mtu anadai hiyo kwamba mimi ni Mkristo,
ili asikue ya kwamba yeye ni Muislamu, asikue ya kwamba yeye sijui ni wa dini gani, lakini hata kwa ile eneo ya Ukristo kwanza hata hajui Ukristo ni nini. Bwana asifiwe. Amen. Lakini namshukuru Mungu, sisi tulio hapa sasa hivi tuna neema, Mungu ametujalia, hatuko kwa hiyo nafasi. Hatuwekemei kwa Mungu, tunaishia Mungu. Amen. We live for the Lord. Tunamuishia Mungu. Ili unapokutana na mambo mbalimbali, Mungu yuko na wewe. Iwe hali ngumu vipi, Mungu yuko na wewe. Na wewe na uhakika ni na Mungu, utasimama kwa ujasiri. Amen. Amina, mbarikiwe. Amen. Nashukuru nimeshakuja pale hapa nafasi. Sijawahi kufika, lakini bila wewe nimeshafika hapa, nashukuru. Nitakuwa nikija hapa. Bwana pia ametufikisha kama kanisa. Ni kipindi cha